Senator Sifuna, the Senator of Nairobi. Karibu sana, Senator Sifuna. To the presiding bishop, Professor Okinda, our newly minted bishop of our cathedral here in Ruai, Bishop Kiragu, to all of you who have come to witness this beautiful ceremony. Na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Hamjambo tena. Bishop, naomba kwanza uniruhusu nizungumze nikiwa hapa kwa heshima ya madhabahu hapa juu. Wengine wetu sio wasafi kama nyinyi. So, as a bishop of this facility, please allow me from here so that we can keep your sanctuary clean from where the word of God will be proceeding every Sunday in this cathedral. Si ndio? Munaniona vizuri? Uko juu munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama katika kanisa hili lenu mpya nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wenu hapa Nairobi, na pia naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Bishop, nimesikiza historia ya kanisa hili. In 1996, I was joining Form 1 in some school in Kakamega called Musingu High School. And that you have walked this journey, mulianzia kwanza kwa garage, alafu mukaingia kwa sanctuary ambaye inaweza shika watu 60 peke yake, mpaka mmefika mahali ambapo mmefika hapa. Kweli hatuwezi kuacha kusema asante kwa kazi ambayo Mwenyezi Mungu ametendea kanisa hili la PEFA hapa Ruai. Mujipigie makofi, kwa sababu sio kazi rahisi. Na unajua tulisikia tunakuja dedication, tukajua mmemaliza kazi. Lakini tuko na macho sisi wale tumekaa hapa. Tumeona kuna mahali rangi imepungua. Bishop, kuna mahali hapo juu simiti haijabaki, hajaingia mzuri, si ndio? Sasa nataka nitoe pledge yangu kwa niaba ya hii team hapa, ya kwamba kwa sababu tulikuwa tunajua imeisha na tumeona mahali kuna gaps, hii wiki inakuja Mheshimiwa Janet huko tutakutuma na kitu ya kuweza kumaliza kazi ambayo imebaki pale, hata kama ni rangi peke yake. Kwa leo, kwa sababu tumekuja kumcelebrate bishop wetu mpya, tulikuwa tumembebea kitu. Yeye na mama yetu hapa wakitaka waingie Dubai wapige sherehe kwa hii kazi, sitakuwa ni sawa? So mimi nataka nikuwe mfupi. Bishop Professor, vile mnajua mimi ni Mkatoliki, lakini leo nimejifunza mambo fulani kutoka kwa kanisa la PEFA. First of all, nimeshtuka sana wakati ambapo leadership ya PEFA inakuwa introduced. Ni ma PhD tu, madaktari, maprofesa. Na vile Janet amesema, ukisikiza preaching ambayo tumepatiwa hapa, you can tell ya kwamba yule mtu anakuhubiria amesoma. We can tell from the presentation that has been made here. We are very, very challenged with the sort of caliber of the leadership in this particular church. It tells you that whatever vocation or calling you are called to, muhimu uende shule pia, si ndio? Wapigie makofi. Nimejifunza ya kwamba kanisa la PEFA linaheshimu katiba yake. Si kufanya tu vitu kiolela tu hivi. Wakati wana consecrate ama kuinstall bishop mpya, lazima katiba isomwe hapa. Nimesikia SG wao katibu wao mkuu ni PhD. Anakuja anasoma katiba, anasema pursuant to this article
tunakufanyia hii na hii na hii, unapatiwa kila kitu kwa njia ambayo ni ya nini? Heshima. Kuna wakora wengine kuna wakora wengine walijaribu kunifurusha kama SG wa ODM, hata hawezi kusoma katiba yao wenyewe wajue katiba inasemaje kuhusu njia ya kutoa SG wao. Tunapambana na hao wakora, tunasema wajifunze kutoka kwa kanisa la PEFA, si ndio? Sio kufanya tu vitu kimalamala, unachukua mtu unamweka ati we sasa wewe ndio SG, anza kusoma, anajiita mheshimiwa nani huyo? Mumeona vile watu wanaingizwa kwa ofisi kwa njia ya kustaarabu na njia ambaye ni ya kuheshimika. Mheshimiwa Profesa Okinda, mimi leo you have made some nilikuwa ni kama niko class. I don't know if you notice, I was just taking notes because there are things that I have learned here today. I have been blessed, I have been taught. I feel like I've come from a class. Ya kwamba umetuambia kuna vitabu 66 pale kwa Bible zimeandikwa na watu 40, lakini hakuna confusion ama contradiction. Over 1,000 years people have been able to put this book together na hakuna contradictions kwa hiyo kitabu. Hiyo nimejifunza hapa leo. Kuna watu wengine hapa wanajifanya walikuwa wanajua. Janet, wewe ndio ulikuwa una dance hapo, ulikuwa unajua hiyo mambo. You have spoken to us about the longevity of the word of God. I have been moved. You have told us the story of Tononoka. And as you know, some of us, Bishop, from the time you are using Tononoka to spread the word in 57, some of us were not there. These days we use it for political rallies. We are scheduled as the Linda Mwananchi team to be in Tononoka after this Ramadan. And just like 1957, we are people who are blind. We are people who are blind in the political world. They have decided ya kwamba watafumba macho kwa ile suffering ya mwananchi ambayo inaendelea Kenya hii. Watafumba macho kwa yale maovu ambayo yanatekelezwa katika nchi hii yetu na serikali ambayo iko kwa sasa. Tunaomba kwamba just like in 1957 when we go to Tononoka, wafunguke macho. We hope that the spirit that was there in 1957 that healed that blind man will open the eyes of these people who have decided that they are going to close their eyes to what is happening in our country. Because as you have told me there is longevity in the word of God. Haijaisha, tutaipata huko Tononoka, si ndio? You have told us that it is unchanging in its content. Neno la Bwana halitabadilika. You have told us ya kwamba iko na uponyaji ndani. Haya ni mambo ambayo nimejifunza hapa. Na ukisikia nikitaja jina yako mahali, usikazirike. Mimi nikikutana na mtu kama wewe, nataka tuunde urafiki. Nimejua leo pia wewe unapenda mahindi choma kama mimi. Unajua Bishop, as your SG, wakati ambapo natembea Kenya mzima, I have already mapped out Kenya hii. Ukitumia barabara ya Mai Mahiu, kuna hapo kwa escarpment wanachoma mahindi mzuri sana, unaingia Narok unaenda huko. Ukitumia barabara ya Narok pale Mau Summit wanachoma mahindi mzuri sana. Ukipiga hiyo kona ukienda Londiani iko mahindi hapo. Mapu ya mahindi niko naye. Ukipita hii ya Nakuru ukipita hii ya Nakuru kwa junction ya kuingia pale Kijabe Hospital wanachoma mahindi mzuri. Lakini siku hizi Bishop, hata watu wakiniona nikikunywa maji ama jenzi wanasema usikunywe wewe, watakumaliza. Sasa sijui kama naweza endelea kuenjoy mahindi. Lakini hiyo hadithi ambayo umeniambia leo ya huyu mzee Adhua Witi, Bishop, nataka wewe na mimi tukue marafiki. Kwa sababu unaweza ona nimetoka Ruai, nimeingia Ruai kama mtu wa kawaida, tumekutana hapa, nimetoka uone nimewekewa gari iko na bendera hapo mbele. Sasa mimi leo sikuachi. Lazima tukue marafiki. Mimi nimeona gari iko na bendera. Sijui kama nyinyi mmeiona? Kwa sababu tumekutana na Bishop. Kwa hivyo nataka nimalizie. Niseme wanafikiria hiyo gari ya bendera, wengine wetu hatutoshi kuingia ndani. Vile umesema, they are saying a lot of things about us. Wanasema sisi ni vijana wadogo, hati unahitaji pesa, mabilioni ya pesa. Wanatutisha, hawataki tufanye mikutano yetu. Lakini wewe mwenyewe umesema ya kwamba this thing will not end with our generation, kwa sababu neno la Mungu bado liko. Hata kama Sifuna hatafika. Unajua nyinyi, mnajua historia yangu, si ndio? I am not the first Sifuna, by the way. I am not the first Sifuna. My uncle was doing these same things, fighting for the same things that I'm fighting for right now.
in the 80s when I was a teenager. Not even a teenager, I was 5 years old in 1987. Mzee Lawrence Sifuna alikuwa anafanya hii maneno. I can assure you that I will not be the last Sifuna kwa sababu tumeombewa hapa. Si ndio? Sasa mimi nataka nikamilishie hapo na niombe bishop wetu mpya. Unajua wamesema hii mafuta yako ndio bado fresh. Hii ndio iko na nguvu. Na wewe hatutoki hapa mpaka na wewe utubariki. Hii mpya ndio tunataka. Hii mpya ndio tunataka. Ndio tukitoka pale mbele hata kukue na adui yupi tuweze kupambana na yeye kwa jina la Mwenyezi Mungu. Si ndio? Asanteni sana.